Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Majaliwa Tour Safaris. Samani kwanza kwa ukimya wa muda mrefu, takriban wiki mbili bila kukuletea somo la aina yoyote. Na leo tukiwa katika sehemu ya 4 ya mammals, pia tukiwa katika kile kipengele cha natural morphological features. Moja kwa moja, sitopenda kula sana muda wako, nitakupeleka kwenye pointi ya 4 ambayo inasema peculiar features. Peculiar features ni zile sifa za kipekee ambazo anazo mnyama. Zile sifa za kipekee ambazo anazo mnyama. Sasa hapa wanyama pia unaweza ukawachambua kwa zile sifa za kipekee. Yaani ukimwona tu unajua wale ni wanyama wa jamii fulani. Basi moja kwa moja, kitu cha kwanza ni manners. Manners hizi zinapatikana kwa simba, ni yale manyoya yanayopatikana shingoni kwa simba. Na haya manyoya anayo simba tu na hana mnyama mwingine, na hususa hupatikana moja kwa moja kwa simba dume. Haya yanaitwa manners. Ya pili yanaitwa bears. Bears inapatikana kwa wildebeest, nyumbu, kama nilivyokuwekea hayo manyoya ambayo unayaona shingoni kwa nyumbu. Kwa ukimwona tu mnyama unajua kabisa yule pale ni nyumbu, ndo ana bears, na hakuna mnyama mwingine ambaye ana hizo bears tofauti na nyumbu. Lakini pia cha tatu hapo ni cape. Ukiona cape tu unajua ni primates, wanyama jamii ya primates wa kina yellow baboon, oliver baboon, nyani tofauti, ngedere, wengi huwa wana cape. Cape ni kama hii hapo unaiona hapo kwenye uso wa nyani, yani imekuja kama mfano wa kofia cape. Sawa, na ukiona wanyama design hiyo unajua kabisa hawa ni wanyama jamii ya primates. Lakini kingine ni tusk. Tusk unajua kabisa hizi ni zile pembe ambazo ziko kwa tembo na hana mnyama mwingine. Hakuna mnyama mwingine mwenye tusk zaidi ya tembo. Na cha mwisho kabisa hapo ni hoofs. Hoofs ni zile kwato, tunaita kwato za wanyama. Kwa ukiona kwato za wanyama fulani unajua kabisa ile pale ni mnyama fulani, na zile pale ni kwato za mnyama fulani. Hiyo ndiyo peculiar features. Tuje kwenye pointi ya 5 ambayo inaitwa habitat indicators. Bado tuko kwenye morphological features, habitat indicators. Mimi nakushauri kama hujaangalia masomo matatu ya nyuma, rudi kwanza kayasome hayo masomo matatu ya nyuma, kwa sababu ni very important ili uweze kuja kulielewa ili somo. Habitat indicators ni yale sasa mazingira ambayo wanyama wanaweza wakaishi. Kila mnyama kuna mazingira kwake yanakuwa afforded. Hapa ametuambia mwandishi kwamba each animal is adapted to live in a certain area or habitat based on its diet and adaptations. Kwamba kila mnyama ana mazingira kwake ambayo anaadapti yeye kuishi kwa ajili ya makazi, chakula na mambo mengine. Ndio maana kuta wanyama sehemu fulani wanyama katengeneza ngome sehemu fulani hivi, yani ni sehemu ambayo kwake ni favorite kuishi, ambapo anapata zile basic needs zote, mahitaji yake yote yale kwa amekusudia mnyama anaweza akayapata. Na maeneo hayo, eneo la kwanza tunaita ni Miombo Woodlands. Kama unavyoona hapo kwenye picha, Miombo Woodlands. Miombo Woodlands wanapendelea kuishi wanyama kama vile Heath-based na Greater Kudu. Kama mwafahamu wa wanyama, nenda kwa Google hapo, mimi nakupa 25%, 75% utatafuta mwenyewe. Eneo la pili ni Acacia Commiphora Woodlands, ambapo wanapatikana wanyama kama vile Laizer Kudu, Oryx na Impala. Lakini pia sitoachimbua sana haya maeneo haya kwa sababu mbeleni ili somo tunakutana nalo tena. Tutaongelea eneo moja baada ya lingine kwa upana zaidi, kwa usiogope. Eneo la tatu wanyama ambao wanaweza kaishi ni Acacia Woodland. Acacia Woodland na Acacia Commiphora ni tofauti. Acacia Commiphora inakuwa imeachia, lakini Acacia Woodland inakuwa imeungana. Sio msitu, hii sio forest, tuelewane. Ambapo wanaweza kaishi wanyama kama kina buffalo, giraffe na impala. Kwenye Acacia Woodland unaweza kukutana kama kuna vichaka
vya miba, vichaka vya miti ya miba ambayo vimeshikana sana, ambapo wanyama kama buffalo huwa wanapenda kuishi katika maeneo hayo kwa ajili ya ulinzi wao binafsi. Kwa mfano, buffalo au nyati anaweza kama amedandiwa na simba, moja kwa moja akaenda kuwapurua kwenye kichaka chenye miba ambayo imefunga. Kwa akifika pale anafika anaingia moja kwa moja, na maana wale wanyama simba walikuwa wamemdandia mgongoni watamwachia kwa sababu watakuwa wamechomwa na ile miba. Eneo lingine pia hapo ni wetland. Wetland ambapo wanapatikana wanyama kama waterbuck na redback. Unaposikia wetland ni lile eneo ambalo ardhi yake inakuwa ina maji, yani kama jinsi tunavyoona hapo. Kwa mfano kwenye hifadhi ya taifa ya Manyara National Park, watu wanajiuliza kwa nini simba wa Manyara huwa wanapanda miti na nini. Lile eneo ni wetland, ni eneo lenye maji. Kwa hiyo sasa simba wanapokuwa wanakanyaga pale chini kwa muda mrefu wanapata fungus, na ndio maana muda mwingi wa kuspend huwa wanapanda kwenye miti ambayo sio mirefu na matawi yake yanakuwa ni mapana, yani yanakuwa ni manene, ambapo simba anaweza akapanda kidogo akakaa na akarelax. Hiyo ndio wetland. Na ya mwisho kabisa ni savana, eneo la uwanda mpana, na mara nyingi huwa ni tambalale ambayo imenyoka. Hapo unakutana sana wanyama kama zebra, wanyama kama kina wildebeest na wanyama kama gazelle. Na sifa ya 6 na ya mwisho kabisa, ambapo kipindi kijacho tutaenda kuangalia identification za wanyama kwa oda zao. Hapo tutapitia wanyama karibia wote. Kipengele cha 6 ni hichi ambacho kinaitwa signs and tracks. Kwenye signs and tracks, yani hapo tunaweza tukazungumzia kama ni zile alama, tunasema ni alama za wanyama. Ukijua alama hizi ujue ni wamepita labda wanyama aina hii au hivi. Signs and tracks, cha kwanza hapa tuna cloven and non-cloven. Unapaswa kujua kuna wanyama wenye kwato zimezogawanyika na kuna wanyama ambao kwato hazijagawanyika. Wanyama kwato zimegawanyika wanaitwa cloven. Hapa utakutana na wanyama kama ng'ombe, mbuzi, wanyama kama swala. Lakini pia wanyama ambao kwato hazijagawanyika wanaitwa non-cloven. Hapa utakutana na wanyama kama jamii ya punda, farasi. Sijui mpaka hapo tumeelewana. Kwa unapoona wanyama wenye kwato mbili zilizogawanyika unajua kabisa ni cloven, na wanyama ambao kwato hazijagawanyika unajua kabisa hawa wanyama ni non-cloven. Na kama non-cloven hata kuonyeshwa miguu tu kama tour guides unakuwa umeshajua hawa ni wanyama wa design gani. Kingine hapo kuna retractable crows and non-retractable crows. Hapo kwenye retractable crows ni wale wanyama wote ambao kucha zao zinakuwa zina uwezo wa kuchomoka. Yani kwa mfano wanyama kama jamii ya paka, wanyama kama vile simba, wanyama kama vile chui madoa, hapo namzungumzia leopard, hao wanakuwa na retractable crows, kucha ambazo zinaweza zikatoka nje na zikarudi ndani. Lakini pia hapo kuna non-retractable crows. Non-retractable crows ni wanyama wale ambao wana kucha ambazo haziwezi kutoka nje. Wanyama ambao kucha haziwezi kutoka nje ni wanyama kama vile duma au wanyama kama vile mbwa. Yani kucha zao zinakuwa ni za moja kwa moja. Lakini pia wanyama ambao wana kucha zinazotoka na kurudi huwa ni hatari sana, kwa sababu wana uwezo kulalua, tofauti na wanyama ambao kucha zao hazitoki nje. Sifa nyingine ni hands and feet, mikono na miguu. Hapo utaangalia the way mikono ya wanyama tofauti jinsi ilivyo. Kwa mfano mikono ya wanyama kama binadamu, wanyama kama nyani, wanyama kama sokwe, na kila mnyama hapo anakuwa na sehemu yake. Yani hata kiweka chini akitoa na wewe ukiweka chini ukitoa kwenye mchanga vinakuwa ni vitu viwili tofauti. Kitu kingine hapo ni spurs. Spurs ni unyayo. Hapo kwenye unyayo nimekupa mfano hapo ya wanyama. Unaona hapo kuna unyayo wa tembo. Ukikutana kuna unyayo design hiyo unajua kabisa ni aina fulani ya mnyama amepita. Kuna unyayo wa simba. Mfano simba jike ana unyayo wake hapo. Ukiangalia pia hapo simba dume ana unyayo wake hapo. Kuna tofauti the way minyayo ilivyopangilia. Kuna unyayo wa faru, pia hata kuna unyayo wa nyati. Na ya mwisho kabisa ni dropping. Dropping ni vile vinyesi vya wanyama ambavyo unakutana navyo. Kwamba ukikutana na kinyesi cha design fulani unajua ni wanyama wa design fulani, na ukikutana na kinyesi cha design fulani basi unajua ni wanyama wa design fulani. Au yote tutakutana nayo mbele.